anasema nimefunguliwa mlango ulio mkubwa sana. Amen. Lakini katika mlango huo uliofunguliwa vipo vikwazo. Yako mambo yanayokuzuia. Mambo yale yanayokuzuia hayamzuii kwa sababu hatakiwi kuwa katika ule mlango. Hayamzuii kwa sababu hatakiwi kuingia kwenye ule msimu. Hayamzuii kwa sababu ameuingia msimu ambao sio haki na ukupaswa. Bali ule vizuizi ni katika zile changamoto ambazo kwa namna moja au nyingine zinakwenda kukuimarisha na kukufanya kuwa mtu aliyekomaa, ili uwe tayari kuyapokea yale yaliyoandaliwa baada ya kuingia katika huo mlango. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo Ibrania anasema vizuri sana. Watu walio wachanga wanakula maziwa tu. Amen. Lakini waliokomaa wanajua kula chakula kigumu. Amen. Kuna mali Yesu aliwajiria akasema, muangali watoto, chakula chenu bado ni maziwa. Amen. Nini maana yake? Tunaambiwa siri za Bwana bado zipo, bado Mungu ana siri. Amen. Bali zile zilizofunuliwa ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ziko siri zilizofunuliwa tayari, ni kwa ajili ya wale wenye kufahamu. Lakini ziko siri ambazo bado hazijafunuliwa bado. Haimaanishi hazitafunuliwa, zitafunuliwa. Bwana anasubiri ukomae na ukue, ili atakapokufunulia uweze kuzichukua na kuzifanyia kazi. Ni wajibu wako kujifunza kutambua. Utambuzi ni jambo linalokupasa kujifunza na kulifanyia kazi. Na kadiri unavyolifanyia kazi, ndivyo unavyoweza kwenda hatua inayofuata. Bwana Yesu asifiwe. Katika kujifunza kule, inakupa uzoefu utakaokupa kusonga mbele, utakaokupa kuona kwa zaidi, utakaokupa kutafakari mambo kwa zaidi, na yale unayoyaona kuweza kuyapambanua katika mustakabali mzima wa kuufanya ufalme wa Mungu uonekane duniani. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma Mathayo 6:10 kwa msaada wa Mungu. Amen. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu kuwaleta watu duniani ni ili mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa katika dunia. Mungu ni roho. Hakuna namna anaweza akatimiza mapenzi yake bila kupitia watu walio na nyama na damu. Ndio maana mwanadamu ni uwanja wa machafuko. Shetani ni roho, anapambana ili atimize makusudi yake. Makusudi ya shetani kuzunguka huko duniani. Kazi yake anaiba, anaharibu, anaangamiza na kuteketeza, ili mapenzi ya Mungu yasifanikiwe. Lakini mapenzi ya Mungu ni kuuleta ufalme wake hapa duniani, na atauleta kupitia watu. Ndio maana tunaambiwa utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine mtazidishiwa. Mtu aliyekomaa vya kutosha, anayeweza kupambanua, atautafuta ufalme wa mbinguni kwa bidii. Kwa sababu gani? Ufalme wa mbinguni umejificha, unatafutwa, na ni kwa wale wenye utambuzi sahihi watauona. Anasema ni wale wenye nguvu tu ndio watakaofanya nini? Watakaopata ufalme wa mbinguni. Wenye nguvu, hawa wawezao kupambanua mambo, hawa wawezao kuutafuta na kauona. Lakini walio wachanga, walaji wa maziwa, hawa wanatafuta yale mengine ya kuzidishiwa. Utafuta ufalme wa mbinguni na mengine utazidishiwa. Ndiyo maana walio wachanga, ukiwaambia wewe leo Mungu akukwambia unataka nini, anaanza kukwambia, nitamwambia nataka maisha mazuri, nataka gari, nataka mke, nataka watoto wazuri, nataka cheo kikubwa, nataka kufanikiwa. They are babies. Hawa chakula chao ni maziwa. Hakika hawa ukiwatazama kwa mapana, hawawezi kusababisha ufalme wa mbinguni kuonekana duniani, kwa sababu ufalme wa Mungu utaonekana duniani kwa wale wenye nguvu za kuweza kuuteka na kuuleta duniani. Sio kazi rahisi. Lazima uwe na uwezo, uwe na karama ya kuweza kupambanua majira na nyakati na wasaa, ili uweze kuwa mahali fulani kwa wakati uliokubalika, wakati sahihi,
ili uweze kufanya lile linalotakiwa kufanywa kwa wakati sahihi. Amen. Na kwa wakati sahihi. Wale babies wapenda wanywa maziwa, hawezi kula vitu vigumu, wanakopita kwenye changamoto, wanapolazimika kupita kwenye changamoto yoyote, mara nyingi wanaishia kulalamika na kunungunika, kwa sababu hawajaweza kupambanua na kuchambua, kujua nyuma ya hiyo changamoto kuna nini. Lakini wale waliokomaa, wale wanaoweza kula vitu vigumu, wale ambao Mungu atajivunia kwa habari ya uwepo wao duniani, kwa sababu watawezesha ufalme wa Mungu kuonekana duniani, hawa wanapopita katika majira yoyote ya changamoto, siku zote huketi katika utulivu na kulitafuta kusudi la Mungu lililo nyuma ya hiyo changamoto anayoipitia. Kwa nini? Ni lazima kujifunza nyakati ulizopo ili uweze kukiona kile cha thamani kilichokuwa nyuma ya ile jaribu, ili uweze kufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tutapoconfirm kwamba tunaposema kwenye kupambanua, unatakiwa uone, nimeliona changamoto, ndoa imevurugika. Utabaki unajiuliza, ilivurugika wakati gani? Bwana Yesu asifiwe. Nilipookoka nikasema Yesu ni Bwana, mambo yalianza kubadilika kuanzia pale. Unajiuliza swali jingine, changamoto inaweza ikawa ni nani? Ni huyu Mungu niliyemuita, au changamoto ni hiyo ndoa yenyewe ina vigezo? Katika kuchambua kule, lazima utapata kujua mstakabali mzima, ile changamoto imeanzia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na hatua itakayofuata ni kutafuta namna ya kutoka hapo. Ni nini? Tunapoambiwa ufalme wa Mungu unatafutwa kwa nguvu, haupo tu kwamba unauchukua, unautafuta kwa gharama, na ni wale wenye nguvu tu wanaweza kuupata. Uwe na uhakika, kama Mungu ameruhusu jaribu la ndoa, ujue ni katika harakati za kutafuta ufalme wa Mungu uonekane hapa duniani na mapenzi yake. Nini manake? Ufalme wa Mungu ni mfumo kamili kama ilivyo mifumo mingine yote. Kwa hiyo Mungu ni mfumo ambao ametuandalia na anataka tuuingie. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuingia kama you are baby, kwa sababu wewe uliye mtoto utakimbizana kutafuta vitu vya kufurahisha ulimwengu wa roho hii, ulimwengu huu. Utatafuta vitu vya kufurahisha mwili wako na sio vitu vya kufurahisha ufalme wa Mungu na mamlaka zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo asubuhi tukawa tunaongea, tunasema kuna watu waliruhusu watu, na walipolazimika kuachana nao wakaishi kwa majuto. Tumeambizana hapa asubuhi. Sikia, tatizo sio yule mtu, tatizo sio mfumo aliokuwekea, tatizo ni wewe ulishindwa kutambua, ulishindwa kudiscern huyu mtu ni mtu wa namna gani, amenikaribia kwa sababu ipi. Yumkini yeye alikuwa ni Simeoni, anatakiwa kushike mkono tu akuvusha alafu uendelee. Lakini wewe ulipoona amefanikiwa kukuvusha kwa kukushika mkono, ukamuona ni rafiki mzuri sana wa kumuingiza mpaka chumbani, na yeye alipoingia mpaka chumbani akahakikisha kusudi lake amelimaliza na amekuacha kama ulivyo. Yani ni aheri, wala asingekushika mkono kwenye ile siku ya kwanza. Changamoto sio yule mtu, ni wewe ulishindwa kupambana. Bwana Yesu asifiwe. You are a baby, be grown up, maturity. Bwana Yesu asifiwe. Tuliongea kitu juzi tukasema hivi, iko karama ya Yesu, iko karama ya Roho Mtakatifu, na ipo karama ya Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu yeye hapendi vichafu na anataka uwe purity, si ndio? Kwa hiyo siku zote atakuwa na kutengenezea mazingira ya kwamba usichangamane na wachafu, kwa sababu yumkini wakakuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukikubali kwamba hii jamii ninayoishi najitenga nayo, ina maana ukaishi kwenye kiota. Amen. Ina maana ukaishi darini. Amen. Wapo walioishi darini. Inategemea. Kesha chambua akajua mimi kusudi langu na kusudi maalum. Kusudi langu alichangamani na watu. Nitakaa huko na kushusha inatakiwa kushusha. Sasa wewe upo katika dunia, unasema mbona Petro alikaa darini?
utasema mbona akina Isaya walikaa darini? Amen. Na mimi sitaki kuchafuka, lakini unasahau mwito wako wewe ni kujichangamanisha. Yesu alikuja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeye alikuja ni upendo. Alikuja kwa walio na njaa, alikuja kwa walio wagonjwa, alikuja kwa waliokataliwa, alikuja kwa hao mnaowatenga. Ndiyo maana ilibidi akae na walevi, akae na wazinzi, akae na kahaba. Bwana Yesu asifiwe. Nini? Amekuja kwa ajili ya wenye uhitaji. Alijichambua, alijikagua, akajua yeye amekuja kufanya jambo gani. Swali ni mimi na wewe, katika uchambuzi wako kama maturity, wewe uliitwa kwa ajili ya kundi lipi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliitwa kama mchungaji unayechunga kundi. Swali linakuja, unapokagua karama yako, unadhani unaweza kuwajitenga na waumini unaopewa kwa sababu tu ni wachafu? Ina maana kama ni mchungaji uwe na uhakika karama ya Roho Mtakatifu utahitaji, karama ya Yesu utahitaji, na karama ya Mungu utahitaji. Kwa nini? Unachunga watu. Kule ndani kuna wabaya, kuna wadhambi, kuna watakatifu, lakini lile ni kundi ulilopewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana wakati Petro anafanya huduma ya kuwaokoa watu kule, alikuwa akiwaokoa watu na wanawacha, lakini wale watu walipokuwa wameokolewa, ikafika mahali wakajiona wametupwa na hawana kuwahudumia. Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia, nyie mnahudumu huko kuhubiri habari njema, watu wanakuja, lakini mbona sisi mnatuacha kama yatima? Ndipo wakaelekezana kwamba achaguliwe mtu asiyekuwa na mawaa, mtu mwenye upendo wa dhati, ili aweze kukaa madhabahuni na wale wanaookolewa ili waweze kulishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Lazima uwe na uwezo wa kuweza kujua kwamba nikisha waokoa kama mwinjilisti, lazima niwapeleke chini ya pasta, na huyo pasta lazima uhakikishe kwamba huduma zote tatu anazo, ili usije ukamletee watu na akawabagua. Maana kuwabagua watu sio karama ya Yesu. Japo Roho anaweza kukuruhusu, anaweza kusema ule upurity wake akafikiri kwamba hawa, lakini unaambiwa lazima uzichanganye hizi huduma zote tatu ili uweze kuwatunza hawa wote waliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na karama ya Mungu utakuwa humble to earth. Kwa nini? Mungu anawapenda wabaya na wazuri. Amen. Jua linapowaka linawakia wote wazuri na wabaya, habagui. Bwana Yesu asifiwe. Mvua ikinyesha anawanyeshea wazuri na wabaya. Uliwahi kuona wadhambi wanakosa chakula? Kwa hiyo kumbe mdhambi anakula kama unavyokula wewe purity. Maana yake ni nini? Kwamba Mungu yeye huduma yake ni kuwapenda watu wake. Amen. Kwa hiyo wewe kama mchungaji katika kujitambua, ili uwito wewe umepevuka na umekuwa kiwakilishi, ina maana lazima hizi huduma zote tatu uwe nazo ili uweze kuwahudumia watu katika kanisa la Bwana. Utalazimika kujifunza ile aishuki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajifunzaje? Tumsome Suleimani. Hebu tufungua Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Wafalme wa Kwanza 3:9. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma hapo, ukirudi hapo nyuma kidogo, unamwona Suleimani anasema, Bwana umemuinua mtumishi wako, umemketisha kwenye kiti cha Daudi baba yangu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Umeruhusu nijenge hekalu lako mahali watu watakapokusanyika. Baba, mimi ninachokiomba kwako ni ile roho ya kupambanua, kujua mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni nani awezaye kuitenda haki katika watu hawa wote ulionipatia kama sio wewe Mungu? Umenipa watu wengi watakaosimama na watakaoingia katika malango niliyoyaandaa kama hema yako. Wataingia watu wa kila kaliba, wataingia watu wadogo kwa wakubwa, wenye vyeo na wasiokuwa na vyeo, wataingia wagonjwa na wazima. Bwana Yesu asifiwe. Wataingia wanene na wembamba, wataingia wenye hasira na wasiokuwa na hasira. Bwana, naiomba hekima yako niweze kupambanua
Bwana Yesu asifiwe. Sulemani alienda mbele za Bwana kwa maombi, akiomba roho ya hekima, kwa maombi, ili tu uweze kupambanua. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba na tunasoma maandiko kwamba dunia nzima ilitafuta kwenda kwa Sulemani ili tu waweze kujifunza ile hekima aliyokuwa nayo. Ilikuwa ni hekima ya kushangaza iliyowastajabisha watu duniani mote. Walisafiri watu makundi kwa makundi kwenda mbele ya meza ya Sulemani ili wajifunze kwa habari ya hekima aliyokuwa nayo. Ilikuwa ni hekima ya juu. Ndio maana tunajifunza, tunasema duniani kuna hekima, lakini hekima itokayo kwa Bwana imezidi hekima ulimwengu. Ukimkuta mtu mwenye hekima ya kimbingu, hakika huwezi kumlinganisha. Na ndio maana mfalme alimwambia Yusufu, tuwapate wapi wenye roho wa Mungu kama hawa? Yeyote mwenye roho wa Mungu wana roho ya hekima, roho ya kuweza kupambanua mambo, roho ya kuweza kutenganisha mabaya, kutenganisha mazuri kutoka kwenye mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ajabu na kweli, katika mabaya unayoyaona kama mabaya, nataka nikwambie, ukiwa na hekima ya Mungu na ukawa na utulivu, katika mabaya unayoyaona kuna mazuri ndani ya mabaya. Ni jukumu lako wewe la kutaka kuutafakari ubaya uliokuja katika malango yako. Ubaya huu una namna gani? Lakini kadiri unavyozidi kupewa ile roho ya hekima ya kuyajua mema na mabaya, kadiri utakavyozidi kuangalia, ndivyo utakapozidi kugundua katika kibaya hichi kipo kizuri cha thamani. Nini manake? Hakuna baya linalokuja mbele ya mwana wa Mungu lisilokuwa na sababu. Wewe jipe muda wa kutafakari na kutazama na kuangalia, ili uweze kujifunza ndani ya hicho kibaya kuna kitu gani kinachokwenda kuinuka kwa ajili ya mustakabali mzima wa makusudi ulioitiwa hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huo uwezo na hiyo akili ya kuwezeshwa kuyapambanua na kuyagundua tumepewa na tunatafuta. Utayapata kwa maombi, utayapata kwa uzoefu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana tunaambiwa sisi ambao tumeitwa kwa ajili ya kundi kubwa, uwe na baba wa kiroho au mama wa kiroho katika karama yako. Nataka nikwambie, ukiwa na baba wa kiroho, mama wa kiroho, hutaanza chini alikoanziaga yeye, utaanzia hapo alianzia yeye na utaanza kwenda mbele. Ni jukumu lako la kutaka kujifunza nini. Wako watu wanaosemaga si lazima uwe na baba wa kiroho, na ndio maana chunguza Wakristo wengi wa sasa hivi hana baba wa kiroho. Huwezi kuniambia una watu 15 kila wewe unabali fanya tu kubadilisha Jumapili mpaka Jumapili afu ukasema na baba wa kiroho. Yupi katika hao 15 ulionao? Leo uko hapa, kesho uko pale, tondogopo kule, tondogopo kule. Changamoto sio watumishi unaowasikiliza, changamoto iko ndani yako. Una roho ya utulivu. Kwa lugha rahisi, wewe you are still a baby. Bado makelele yanakupiga na kukimbiza, bado kuna kitu kinafurukuta ndani hujakielewa. Bwana Yesu asifiwe. Na mara nyingi watu wanaokwenda huku na huku na huku na huku na huku, shida yao ni moja, hawajajua calling zao. Bwana Yesu asifiwe. Huku ndani kuna kitu kinafurukuta, lakini hujakijua bado. Maana yake ni kwamba unaambiwa tulia chini, tafuta, tulia, omba roho kupambanua, omba roho, omba ule uwezo wa kupambanua, ili sasa uweze kujua umeitiwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Utashangaa kadri unavyozidi kuendelea. Kama we ni prophet, ukikutana na mchungaji mwenye prophet skills, unashangaa, unaanza kufurahia mahubiri yake. Sio kwamba huyo ndo anahubiri vizuri zaidi kuliko wale wote uliowahi kutembea nao. Huyu ameenda kuleta connection ya mwito wako ulioitiwa. Wewe ni mwinjilisti, unamkuta mchungaji mwenye karama ya uinjilisti. Nataka nikwambie, ukikaa chini yake utakuwa unamuelewa sana kuliko mwenye karama ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaweza kumchukua mtu, twende kwa mchungaji wangu naye mzuri, afu unafika anamsikiliza, afu wala avuviwi naye, abarikiwi naye. Shida sio mchungaji, shida calling yake, sio calling yako. Bwana Yesu asifiwe. Kupambanua ni roho kamili ambayo lazima uitengeneze na iweze kukuzalia matunda na ikupe uzoefu, ili uweze kukamilisha lile kusudi tulilowetewa hapa duniani. Ukiwa na karama ya utambuzi, utajua muda uliopo uko majira ipi. Bwana Yesu asifiwe. Utajua katika majira hiyo uchukua hatua ipi.
Ndio utashangaa mtu yupo kwenye kanisa miaka, afu unashangaa siku moja anafunuliwa, anaambiwa wewe omba toba kwa ajili ya baba. Nimekuwa nikiomba kila siku. Ndio majira ulionayo hapo, mahali ulipo hapo, inakupasa uombe toba ili kuna kitu kifunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakapokuwa mtii, utashangaa vitu vinakwenda kufunguka. Tunakutana na watu wengi, unamwambia ombea jambo fulani, mimi naombaga. Ndio unaombaga, nini nimekwambia hivi, ombea hilo. Tii, kaombea hilo jambo. Maana ndani ya hilo jambo utakapoingia kwenye maombi kwa maelekezo haya kwa wakati huu, utakapoingia kwenye maombi kuna kitu kitafunguka nyuma ya yale maombi baada ya kumaliza. Pale shida nini? Sio kwamba unaombaga, lakini kwa tripu hii kuna maelekezo umepewa, na ile roho ya utii imekwenda kufungua jambo jipya, ambapo ndio msimu uliopo unalihitaji jambo hili uweze kusonga mbele. Huyu Mungu ambaye ametuita, ambaye anataka ufalme wake uonekane duniani, ambapo anasema tutafute ufalme wake kwa bidii na mengine tutazidishiwa. Tumesema wachanga watatafuta yale mengineyo, lakini sisi tuliokomaa tutatafuta kwanza huu ufalme. Wakati unautafuta ufalme wa Mungu kwa bidii, mara nyingi tunaonekana na wapumbavu, ni wajinga. Amen. Ukikaa na wenye akili zao wanaotafutaga logic unasema nifanye hivi kwa ajili ya nini? Logic, si? Wakikutazama wanakushangaa. Wewe una unachokifanya? Sikia, aliyeitwa ni wewe, anayejua unakoelekea ni wewe, anayejua kusudi lilo ndani yako ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haruni alihudumu na Musa, lakini ilimpasa apokee maelekezo. Haruni ilimpasa kupokea maelekezo kwa Musa, kwa sababu Musa ndo aliyepewa kusudi la kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kuwapeleka wapi? Kanaani. Maelekezo kamili alipewa nani? Musa. Uwe na uhakika hata vile ambavyo havijafunuliwa bado kwa habari ya kuwapeleka wana wa Israeli Misri Kanaani, uwe na uhakika havitafunuliwa kwa Haruni, vitafunuliwa kwa Musa ili aweze kuvishusha kwa nani? Nini manake? Usitazame watu wanakuambia nini, tazama mwito wako unakuambia wewe upo katika majira yapi na upo katika msimu mpi, ili uweze kusimama katika kusudi na uweze kutimiza lile liloitwa. Nani anachambua? Ni wewe unatambua, sio hao wanaokuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Yumkini kwa sababu ya calling yako ukalazimika kupita mahali pagumu sana, ambapo watu wanajua kabisa wanaokuzunguka, ukiacha hicho unachokifanya hili tatizo litakwisha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ambaye unajua mwito ulioitiwa, unajua kusudi uliloitiwa, hakika inakupasa kusimama sawa sawa na kutokukubali huo ushauri, kwa sababu watakushauri, lakini wanakushauri nje ya kusudi uliloitiwa. Lakini wewe una maelekezo tayari ndani ya kusudi uliloitiwa. Kwa hiyo haya yanayotokea hapa kwa wakati huu, ambapo hao wanaokutazama wanakuonea huruma, sikia, wewe utasimama imara, kwa sababu unajua hautajionea huruma. Uko tayari kupita pale pagumu, kwa sababu tu kuna pale unapopatafuta. Mungu anakupa silaha katika kuchambua kwako, katika malango ulioyaingia, katika majira ulioyaingia. Viko vitu utalazimika kuviharibu ili tu upenye. Bwana Yesu asifiwe. Uzoefu unatuambia mara nyingi tunapoingia kwenye vita, panakuwa na vitu vingi sana vinainuka vidogo vidogo, ambavyo ukivichunguza kwa undani unagundua ni vikwazo vya kukuzuia wewe usisonge mbele. Kwa hiyo namuelewa sana Paulo anaposema nimefunuliwa mlango ulio mkubwa sana, lakini katika ule mlango kuna vikwazo, kuna vita. Vile vikwazo si vya bahati mbaya, vile vikwazo vinakuwa na sababu. Ni mwenye utambuzi tu ndo ataweza kutafuta namna ya kuvizuia na kuviharibu ili aweze kusonga mbele.
nataka nikwambie, katika mahali pale pa vizuizi na vikwazo, wako watu wengi walioahirisha safari zao. Wameahirisha safari kabisa. Tumekutana na mtu hapa anasema, mimi nimeamua kutokumcha Mungu. Ni mwinjilisti, ameamua kabisa amwache Mungu. Kwa nini? Amekutana na maumivu makubwa yanayomsababisha anaona hakuna njia ya kwenda mbele, bora niache wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wanaomzunguka wanamshauri bora uache, maana ni Mungu yupo unayemuomba alafu akujibu. Siku zote unaomba na akujibu. Nataka niamini hata hapa tulipo kuna watu waliwahi kufika hatua hiyo na kusema bora nimwache huyu Mungu sababu sijaona jambo alilofanya. Lakini nataka nikwambie, ni yule mwenye utambuzi anaweza kujua kwamba hapa ninapopita na hapa ni njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Isaya 45:2. Isaya 45:2. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Atapaingia hapo. Palipobomoka atapajenga, palipoparuzika atasawazisha. Penye milima atafanya nini? Penye mabonde atasawazisha. Nini maana yake? Ina maana tunapoingia mahali pale ambako ndipo palipo na malango, ambapo pana mpenyo, viko vikwazo vitakavyoinuka kukuzuia tu usisonge, lakini Bwana anakuhakikishia atazibomoa. Ndiyo maana tunasema hivi, katika kufikia kwenye kusudi tuliloitiwa, lazima kuna wakati tunapaswa kusimama katika mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame katika mamlaka za ukubwa, mamlaka za kubomoa pa kubomoa, kuharibu pa kuharibu, kuteketeza pa kuteketeza, ili tu niweze kupenya na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na huruma, ukijihurumia, unaweza ukaona kwamba ni sawa tu, lakini sisi tulioitwa tunajua kusimama kwenye zamu zetu. Mahali pa vita tutatumia vita kuharibu. Yeye anasema hivi, atasawazisha palipobomoka, atasawazisha milima. Mruhusu, kwa sababu Mungu ni mfumo kamili. Ni mfumo kamili, wapendwa katika Bwana. Ni ajabu na kweli watu katika kanisa hatujui kama ufalme wa Mungu ni mfumo kamili ambao una silaha zake, una watu wake, una maelekezo yake na una makusudi yake. Maisha yetu sisi ni kitabu, kazi yako ni kukifungua peji kwa peji na kusonga mbele. Huna sababu ya kunung'unika ama kulalamika eti kwa sababu ya hukumu wowote ambao una uzoefu. Amekupa silaha ya kukanyaga nyoka na nge. Umegundua haya maneno wanaoyainua ni kunizuia mimi nikose ujasiri wa kusonga mbele. Funga huo mlango wa maneno. Bwana Yesu asifiwe. Funga huo mlango wa vikwazo, funga huo mlango wa hayo maneno. Weka ukuta wa moto. Hao wanaokuletea hizo taarifa wasikuletee, kwa sababu zinakuvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wameinuka kama ukuta, bomoa. Wameinuka kama mabonde, sawazisha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikuzuie kulifikia kusudi. Ni wajibu wako kutambua na kujua namna ya kushinda hapo ambako wao wanasema hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo lisilowezekana chini ya ufalme ambao unaitwa ni mfumo. Siku moja kwenye mkesha tukazungumza hapa, tukasema iko mifumo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Ipo mifumo mingi. Amen. Siasa ni mfumo kamili. Amen. Ni mfumo kamili. Hospitalini huko ni mfumo kamili. Kwenye fedha ni mfumo kamili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio zinazoitoka ulimwengu akaumba mbingu, akaumba mbingu na dunia na ulimwengu pia aliumba. Ulimwengu ni ile mifumo inayotawala katika uso wa dunia. Mungu naye ana mfumo wake ambako anataka kutawala, lakini Mungu anatawala ndani ya watu. Ndio maana akasema kule kwenye Mwanzo 1:26 akashuka akamfanya mwanadamu kwa mfano wake, ili huyu mwanadamu aweze kutawala pamoja na Bwana
Samaki wa wapi? Baharini. Ndege wa wapi? Wanyama wa kondeni. Uliwahi kujiuliza kwa nini alianza na samaki wa baharini? Mfumo mkubwa mpana. Vision ya mwana wa Mungu inatakiwa iwe kubwa kama bahari, juu zaidi. Katika utekelezaji tunatekeleza kwa kutumia mfumo wa ardhi, si ndio? Wanyama kondeni, lakini angani, si ndio? Viko vitokavyo vinagusa ardhi na vinakwenda kukufikisha kwenye kusudi. Tunarudi pale pale. Watu wenye hatima kubwa siku zote wanakutana na vita. Hakuna mwenye hatima kubwa anayetembea mtambarare. Watu wale siku zote wanapita milimani, wanapita kwenye magumu. Ni wajibu wako kujitambua na kujielewa wewe ni nani, kwa ukubwa gani umeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe maana ni nini? Nikishajua kusudi la kuitwa kwangu, ninaangalia kusudi hili lina ukubwa wa namna gani. Kama kusudi hili ni kubwa kwa namna hiyo ilivyowekwa, ujiandae kwa vita vilivyoandaliwa, kwa sababu vipo na utakutana navyo. Ndio maana si kila vita vinakuja kwa sababu ni shetani ameamua. Tunaona mbinguni wakijadili kwa habari ya vita vya Ayubu. Shetani anauliza, umemwona Ayubu mtumishi wangu? Anasema nimemwona. Lakini si ni wewe umemzingira kote kote? Hapana, ni mkamilifu wangu, hawezi kufanya lolote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia shetani, kamjaribu ila usiguse nini? Roho yake. Najaribu kuimagine, sijui kama, nadhani kwa sababu ya hii spirit ya discerning, Ayubu alijua kwamba hii vita imetoka kwa Bwana. Japo kuna wakati alikufuru, akailani siku aliyozaliwa, akalani siku alipotungiwa mimba. Hivi ukilani uumbaji, unamkufuru Mungu? Si muumbaji ule alijilani yeye na kuilani siku aliyozaliwa na tumbo la mama yake. Lakini tukiendelea kusoma Ayubu kule 38, anaanza kuelewa. Na Mungu anamuuliza Ayubu, ni wewe uliyetengeneza bahari? Uliwahi kuweka misingi ya bahari? Kwamba angalia maji kule baharini hayajawahi kufika nchi kavu. Yakifika nchi kavu kuna tukio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alipojitambua ndipo alipoanza kurudishiwa. Unajua maana yake? Kuna watu tumekwama hapa kwa sababu tu hatujajitambua. Yaani Bwana alitegemea umeshajitambua ili uende kwenye hatua inayofuata, lakini wewe umekuwa ni kikwazo cha maisha yako. Mungu akupe leo macho ya kujitambua na ujielewe kabisa ya kwamba hapa nilipokuwa nimekwama, mimi nimechangia kwa nafasi kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Ile vita ilipojiinua, ulitakiwa kujua wewe ni mtu wa hatima kubwa. Kipimo chako cha kupimwa uthabiti wako, kipimo cha kupimwa mamlaka iliyo ndani yako ni kuletewa hizo changamoto. Kumbe ulikuwa una kazi ya kukanyaga nyoka na nge na ukavuka ukasonga mbele. Ulikuwa una kazi ya kukata malango ya mpingo, malango ya shaba ili usonge mbele. Ulikuwa una kazi ya kusawazisha mabonde ili upite. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimwambia Musa, Musa, kwa nini unanililia? Waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Usipokuwa ukiwa mtu wa logic, ni wasome. Acheni logic. Mambo ya imani hayana logic. Imagine mnapita bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu hii hapa ni bahari. Tunajua bahari, ukizama hujui kuogelea wewe kwishine. Bwana Yesu asifiwe. Huku milima nyuma adui. Katika hali ya kawaida hivi kuna logic ya kuambiwa songa mbele? Mambo ya imani hayana logic. Mwache anayeamini, mwache amini anachokiamini. Mwache aliyoanza safari yake kumtumikia Mungu, mwache amtumikie Mungu wake na usilete logic zako. Maana naye alikuwa msomi kama wewe, alikuwa na cheo kama wewe, alikuwa na mamlaka kama wewe yumkini, lakini imefika mahali ameviacha vyote na ameamua kumtumikia Mungu wake. Acha logic zako. Na acha nikwambie, yumkini logic zako zimekuchelewesha mahali fulani. Mambo ya Mungu hayana logic. Musa anaambiwa waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Mbele ni bahari kweli, waambie wasonge mbele.
ndipo watakaposhangaa. Nitawashangaza siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Waliposonga mbele, aliuliza tuna nini? Na fimbo, gonga maji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini manake? Musa aliweza kudiscern ni sauti ya Mungu inayomwambia. Akaweza kujua haya sio mawazo yangu mimi Musa. Huu ni ujumbe wa Mungu, umeniambia nisonge wapi? Nisonge mbele. Ni wajibu wako wewe kujua kutofautisha sauti ya ufahamu wako na sauti inayotoka kwa Bwana kwa habari ya jambo ambalo linahitaji maamuzi sasa. Bwana Yesu asifiwe. Pale Musa alikuwa anatakiwa afanye maamuzi magumu. Hawa watu ameshawatoa Misri na aliwatoa kwa mbwembwe. Tunakumbuka? Aliwatoa kwa mbwembwe. Uzaliwa wa kwanza ambao ni next watawala, next generation ya Farao, wote wamekufa. Ameacha msiba kule Misri. Angewarudisha vipi kule nyuma? Babies, nataka kuambia hivi, Musa alikuwa ni maturity, akajua hivi, safari hii nimeianzisha, mbele tunasonga, nyuma haturudi. Lakini unajua mawazo ya babies, unajua mawazo ya watoto wanaopenda kula maziwa tu. Walipofika mahali wakakosa maji, anambia Musa, kule Misri umeona hakuna makaburi nini? Walifurahia matikiti ya kula Gosheni. Mahali Misri penye mlango mwembamba, wao wanaona ni bora kubakia pale tule na kunywa tu kuliko kwenda Kanani, mahali penye mlango mkubwa uliofunguliwa, mahali ambako tunakwenda kuinvesti kizazi hata kizazi. Aheri turudi kwenye mlango mwembamba. Sikia nikwambie, ile ni historia kwenye vitabu. Hata hapa wapo, anawaza apate daily bread, amemaliza. Akipata 200 as long as amepata chakula, mahali pa kulala, amevaa, amemaliza. Ukimwambia sikia, majira haya inabidi uingie hapa, anakwambia na vita ile hapana, anarudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napenda sana wamama, wanapenda sana kwenda makanisani. Na nataka nikwambie, asilimia kubwa ukiwauliza kwa nini kwenda kanisani, huwa ni ndoa zinawasumbua. Amen. Ndoa zinafanya nini? Zinawasumbua. Anaenda kanisani ili akutane na amani kwenye ndoa yake. Sasa mawili. Amen. Unaweza ukaenda kanisani na talaka ukapewa. Amen. Unanena na kwa lugha na sauti unasikia. Yaani badala ya kusolve ndoa ile kulikopeleka kanisani, unapokea legal document, talaka yako hii hapa. Amen. Nataka nikwambie hivi, yani usipokuwa na watu ambao wanakuongoza vizuri, unaweza ukasema hapana, acha niache uokovu niweze kuipata ndoa. Sikia, Mungu haje kukufanyia maamuzi ambayo ni batili. Wewe unaongea ndoa, Mungu anaangalia uzao, kwamba uzao nikiubakisha hapa kwa huyu baba anayechinja na kutoa kafara, sina uzao. Lakini katika viuno vya huyu baba nina mtumishi wangu mle ndani, nina Joshua wangu, nina Musa wangu. Uwe na uhakika atanyanyua tu vita, ili wewe uanguke magotini, uende kwenye maombi, ili aweze kumwokoa yule Joshua. Kwa nini? Ana assignment kwenye generation inayofuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini cha kuzingatia hapo katika kwa habari ya kudiscern nini? Usiogope unapolazimika kuingia mlango wa vita vyovyote. Hiyo nimetoa tu mfano kwenye ndoa. Hata maofisini, kuna wakati wewe umeridhika mshahara wa 300,000. Yaani kumbe Mungu ana ahadi wewe kuwa tajiri, kwa sababu wewe ni financiers kwenye kingdom ya Mungu. Anakuhitaji umvushie watu wake kadhaa. Mlango wa fedha ameuweka mikononi mwako. Wewe umestaki kwenye 300,000, afu unaona maisha burudani. Nataka nikwambie, utafukuzwa kazi. Utafukuzwa kazi. Na kufukuzwa kazi sio bahati mbaya. Usilale ukajigaragaza kwamba kwa nini nimekosa kazi. Muulize Bwana, kwa nini nimefukuzwa kazi? Ili uingie season inayofuata. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kuingia season inayofuata. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia umpinge shetani na kazi zake. Naye atafanya nini? Unampinga shetani ili iweje? Unataka safeguard kuendelea na mpango wako, si ndio?
huyu anakuzongazonga, anakuja in which terms? Yumkini anakuja kwa terms ya makelele, kwa terms ya hofu, mashaka, anakuibia vilivyoandaliwa, anaharibu ulivyoviandaa. Bwana Yesu asifiwe. Najua silaha nyingine baada ya kuvunja mapingo yao, nimeambiwa ni mkimbie, naye atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ninamfukuza kwa bidii yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wajibu wetu kuhakikisha ya kwamba tumesimama katika zamu, tumehakikisha kutofautisha hizo majira tulizonazo. Tunajua kutafuta ufalme wa mbinguni kwa ajili ya mustakabali mzima wa kufikia hatima za maisha yetu. Na hatima yako sio hatima yangu, ukubwa wa hatima yako sio ukubwa wa hatima yangu. Kama hatima yangu ni kubwa, vita vyangu sio vita vyako. Lazima niweze kusimama, na huko ndiko kukua katika kule kunakoitwa maturity. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambako wewe unakula vyote, haubagui. Sio mtoto wa maziwa tu, unakula mpaka vitu vigumu. Na uwezo huu umeupewa, na kupitia maombi unaweza kufika. Bwana Yesu asifiwe sana.